Bwana Yesu apewe sifa, watumishi wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Yesu mahali popote ulipo. Nitumie nafasi hii kukaribisha katika channel hii pekee ya Power Request kwa ajili ya kupokea baraka na kusikia kile ambacho Mungu anataka usikie katika siku ya leo. Mimi ni Mohamed Mgase, karibu na ubarikiwe sana kupitia ujumbe huu. Jana nilizungumzia kipengele A cha nguvu za giza, pepo mchafu ambaye anaitwa Ashki, ambaye yeye anahusika sana na yale ambayo nilisema. Nikasema cha kwanza anahusika na kuharibu ndoto. Nikaelezea namna ambavyo nguvu za giza zinawafanya watoto wetu kushindwa kufika kwenye hatima zao kwa sababu ya vifungo ambavyo shetani amewafunga. Nadhani wale ambao mmesikiliza somo la jana, na bahati nzuri lipo kwenye group, kwa hiyo ukiangalia kwenye group la Power Request utaona voice note hiyo ipo. Na leo tunaingia kwenye B ya somo. Tuko sehemu ya 7, lakini sehemu B ya somo ambalo tumelianza jana. Leo nataka nizungumze namna Ashki al-Marun Athrati min al-Jini anavyoharibu ndoa. Leo nazungumzia kipengele muhimu sana cha ndoa. Leo niko kwenye ndoa na nitazungumza namna ambavyo nguvu hizi za giza zinaharibu ndoa. Na sasa ninamuomba Roho Mtakatifu akusaidie mtandao uwe vizuri mpaka tutakapomaliza somo hili, uwe umeelewa kitu kikubwa sana katika somo hili. Unajua kuna watu ambao hawafurahii wanapoona wanandoa wanaishi pamoja. Shetani hafurahi. Kuna watu wasiofurahi pia kuona mume na mke wakiongozana kwenda kanisani, wakiongozana kwenda sokoni, wakiongozana kwenda kazini, wakiongozana kwenda mahali popote. Kuna baadhi ya watu wasiofurahia hayo maisha. Acha niseme hivi, unapoona wewe na mke wako au wewe na mume wako mnapendana sana, kuna watu ambao wako nyuma yenu wasiofurahia kuona huo upendo mlionao. Na sasa wanapochukia na kukasirishwa na upendo wa wanandoa, wanachokifanya, wanatafuta namna ya kuisambaratisha hii ndoa. Sasa namna pekee ya kusambaratisha ndoa ni nini? Hawawezi kuingia kwenye maombi na kumwomba Mungu, naomba wasaidie hawa wanandoa wagombani. Hawawezi kama. Wakati mwingine hawawezi kukufesi au kumfesi mume, kumfesi mke kwa ajili ya kuwagombanisha. Hawawezi. Wanachokifanya, wanaamua kuingia gizani. Wanaingia kwenye nguvu za giza, kwenye mtandao wa shetani. Huko ndiko wanakoweza kutengeneza sababu za kuingiza ndoa yenu kwenye migogoro. Sasa wanafanya nini wanapotaka kuvuruga ndoa yenu? Cha kwanza kabisa, kabla hawajavuruga ndoa yenu, kuna vitu ambavyo watavihitaji ili kuivunja ndoa yenu. Sasa hapa unisikilize kwa makini. Kuna vitu ambavyo watavihitaji wanapokusudia kwamba ndoa ya fulani na fulani ifikie mwisho. Kuna vitu watakavyo vihitaji ili waweze kufanikiwa. Cha kwanza, watahitaji jina la mwanamume, la baba pamoja na mke wake na mama yake. Jina la baba, yani tuseme jina la mume na mama yake, jina la mke na mama yake. Wakishapata haya majina yote mawili, kila mmoja jina lake na jina la mama yake, watawaandika kwenye karatasi na itachorwa picha ya pepo mchafu anaitwa Ashki. Watachora pale. Watachora kama nilivyosema mwanzoni kwamba hizi nguvu za giza zinatambulika kwa picha. Watachora huyu pepo mchafu sehemu ile. Wakishachora huyu pepo mchafu kwenye ile karatasi, watakachokifanya baada ya kuchora, ile karatasi itachomwa moto. Na watakapoichoma moto ile karatasi, watachukua yale majivu na kuyasaga. Watasaga yale majivu ambayo kuna jina lako, kuna jina la mke wako au mume wako, whatever. Watasaga yale majivu vizuri sana.
Na wakisha saga yale majivu, watachukua yale majivu, watachukua kidogo sana, kipimo cha ukucha, watachota labda na ukucha wa kidole kidogo, halafu wataweka kwenye maji, kwenye glasi ambayo ina maji, na watachanganya yale maji, watachanganya vizuri. Wakisha changanya yale maji, na mara nyingi sana watakwenda sehemu ambazo kuna hoteli, sehemu ambayo kuna sehemu wanauza chakula, na wakishafika yale maji, kwa sababu ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa mfumo wa nguvu za giza. Ndio maana watu tunasema, jamani, kama una mke wako na kula chakula cha mke wako. Hiyo ndio pointi ya msingi. Kula chakula cha mke wako. Kwa namna wanavyojua kwa mfumo wao, watahakikisha watakaotumia yale maji ni watu ambao wako kwenye mahusiano au wako kwenye ndoa. Mlengwa ni mwingine, lakini atakayekunywa yale maji ni mtu mwingine. Kishakunywa, nini kinatokea? Sasa kumbuka kwamba wakishapata yale majivu, kuna maneno watatamka. Maneno watakayotamka ni lengo la kuwasambaratisha katika hii ndoa. Kwa baada ya kufanya hizo procedure na wakapatikana watu wa kunywa yale maji, lile pepo automatically, kwa sababu kuna jina lako na jina la mume wako, au jina lako na jina la mke wako, lile pepo litamvaa mmoja wapo katikati yenu wawili. Sikiliza jinsi shetani alivyo smart kwenye utendaji. Huyu pepo atakapokuja, majina yenu yote yameandikwa pale, lakini atakayefikwa na ile roho ni mmoja. Aidha anaweza kawa mwanamke au akawa mwanamume. Sasa hii ndoa ikishapata shambulio la huyu aski, nini kinatokea kwenye hii ndoa? Nini kitakachotokea? Sikiliza kwa makini, na ukiwa na hizi dalili, ingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, tena umlilie Mungu, maana kile ninachokizungumza ukigundua kiko kwenye maisha yako, my friend, omba. Namba 1, tuchukulie kwa mfano huyu pepo amemvaa mwanamke. Tuseme labda huyu pepo amekuja na mwanamke akavaliwa na huyu roho, huyu pepo mchafu. Dalili namba 1 ya kujijua kwamba umefungwa na huyu pepo ni dalili ya kwanza. 1, hautakuwa, naomba nizungumzia kwa sababu naamini tuko tu ni watu wazima. Namba 1, mwanamke huyu ambaye amevamiwa na hii roho hatakuwa na hamu ya kukutana na mume wake kimwili. Hiyo inapotea kabisa kwenye fikra zake, hata hitaji. Na huyu pepo anamtengenezea mawazo kwamba mume wake ni wa kawaida. Yani yule pepo anamfanya huyu mwanamke amchukulie mume wake kwamba ni mtu wa kawaida. Yani hata atakapomwambia hayo, yani hajali juu ya hilo. Na tuseme kama mwanaume asipomuuliza chochote juu ya kukutana kimwili, mwanamke yuko sawa hata miaka 10, hana shida kabisa. Na kama ikitokea mwanaume akatumia nguvu kukutana na huyu mwanamke, ina maana huyu mwanamke moyoni mwake atafanya tu kumridhisha mume wake, lakini si kwa sababu amehitaji kukutana na mume wake. Hiyo ni dalili ya kwanza. Sasa ngoja nikwambie, kuna wakati ambapo kwenye akili unaweza kuona kwamba hiki kilichotokea ni cha kawaida. Labda nimechoka sana kazini, nimechoka sana ofisini, ndio maana sina na saa nyingine mume atakuuliza, hivi kwa nini mke wangu siku hizo umekuwa unajua nachoka sana, mimi nasoma mafaili karibia 20 kwa siku, niko kwenye kompyuta, mwanga wa kompyuta, sipumziki, ukijumlisha foleni pia za magari, ukijumlisha pia na sikula vizuri mchana. Kwa hiyo ni sababu zinazofanana na sababu za ukweli, lakini nyuma ya hizo sababu kuna hii roho tayari imeshaleta shambulio kwenye hii ndoa. Madhara ya hii roho ni nini? Madhara namba 1, kadri utakavyojizuia kwa mume wako, utampatia nafasi mume wako ya kuchepuka na kutoka nje ya ndoa, maana wewe hauko tayari kukutana naye. Uzinzi unaanzia hapo. Lakini ona jinsi shetani alivyo. Shetani yuko hivi. Wakati wewe huna shauku na mume wako, huyu pepo mchafu
anatengeneza wewe uwe na shauku na mtu mwingine. Uwe na shauku na mtu mwingine. Huko ambaye anakuletea chai ya shilingi 200 ofisini, anakuambia shemeji umechoka sana kunywa maji, shemeji umefanya hivi na hivi, hadi anavyoonyesha kukupea. Ile pepo linakuambia unajua huyu ndo anakupenda kuliko mume wako. Yaani huyu wekeza kwa huyu. Mume wako yule ni achana naye. Yule yani yule unapoteza muda, achana na mume wako. Huyu unaona kama ndio mtu anakufaa sana. Kwa katika akili na feelings zako unaanza kutengeneza na wewe mahusiano. Kwa huyu pepo utakapokwenda kwa mtu mwingine uko sawa. Lakini ukija kwa mume wako hakuna amani unayoipata ukikutana naye. Dalili namba 1. Na kweli kama unapita katika hiyo situation, unahitaji sana kukaa miguuni pa Yesu. Unahitaji sana kukaa miguuni pa Mwokozi akusaidie kukufungua kutoka katika hilo ni gereza. Na ndo maana mimi ninapohitaji kuzungumza na watu ambao kwenye ndoa wamepata changamoto ya uzinzi, lazima pia kama mchungaji, kama mwinjilisti, kama mzee wa kanisa, kama mtu wa kiroho, lazima ufahamu nini ambacho hii ndoa inapitia. Na ndio sababu hata mimi napoenda kusuluhisha, sihitaji kumhukumu mwanamke kwanza, wala sihitaji kumhukumu mwanaume kwanza. Nahitaji kujua nini kilisababisha sosi ya hii shida ni nini, shida ilianzia wapi. Kwa nikigundua shida ilianzia kwa mwanamke, nitahitaji kupata taarifa za kina za huyu mwanamke, nini anapitia katika maisha yake. Unajua wakati mwingine kwenye makanisa yetu tunafuta watu ushirika, wakati mwingine sio wao. Tunaruhusu ndoa zivunjike, wakati mwingine sio wao. Tunaruhusu, yani tunawaona wanawake kama wenye dhambi, wanaume kama wenye dhambi. Amezini, huyu ni mzinzi mkubwa. Lakini kabla hujampa ile hukumu kwamba ni mzinzi, nini kilisababisha yeye kupitia hiyo situation? Ngoja niwaambie, madaktari wanajua namna ya kumsaidia mtu mwenye ugonjwa fulani. Daktari anahitaji historia ya ugonjwa. Wewe unaumwa kansa, okay? Ulikuwa unakula nini? Maisha yako yakoje? Unapendelea nini? Okay. Daktari anakuambia sasa, ili kupunguza makali ya kansa au hii kansa isiendelee, unahitaji kula hivi, unahitaji kunywa hivi, unahitaji kufanya hivi. Kwa lazima ujue tatizo na ujue chanzo cha tatizo na uwe mshauri mzuri wa tatizo. G. White anasema, mmoja katika vitabu vyake anasema, kabla hujamtenga mtu na ushirika wa kanisa, lazima uwe na uhakika wa kumrudisha kanisani huyo uliyemtenga kanisa. Ni kweli tunawatakiwa tuwatenge watu waliochafua kanisa, walionajisi kanisa, lakini pia tunashauriwa kabla ya kuwatenga, uhakika kwamba tukiwatenga tuna njia mbadala za kuwaleta kanisani, kitu ambacho wengi hatufanyi. Hata mimi nimekuwa mzee wa kanisa, sijui kama nilifanya kwa usahihi au sikufanya, lakini ninamuomba Mungu anisamehe kama kuna mahali ambapo sikufanya sawa. Lakini I remember katika uzoefu wa kanisa sijawahi kuhudhuria baraza la uhai wa kanisa hata siku moja. Lakini ni kwa sababu pia mabaraza yakifanyika na kwa kwenye kazi za Mungu nikipanda kuhubiri. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya kwanza kwa mwanamke. Dalili ya pili ya mwanamke mwenye shambulio la hii roho, dalili hiyo ni ya kwanza. Dalili ya pili, huyu mwanamke atashambuliwa na vitu vikubwa viwili. Kitu cha kwanza, atakuwa na changamoto ya tumbo na chango. Chango ni kiswahili, ni English mnahitaji, lakini najua hapo wengi ni Waswahili. Kwa hiyo tu tafuta chango, uandika hapo kwenye chatting ndio tafsiri isiyopona. Kwa hiyo huyu mwanamke atapitia hiyo changamoto, na bi yake akiingia kwenye ule mzunguko kila mwezi anaweza kapitiliza siku zinaweza zikapitiliza au asione hizo siku kabisa za kila mwezi. Mungu ameumba lazima mwanamke awe mzunguko wake kwa kila mwezi. Ukiona hizo siku hazipo au kapitiliza lisha na chango, jua kwamba kuna shambulio la kiroho. Kweli ziko nyingine kibiolojia, lakini asilimia kubwa shetani anatumia hizo kama silaha. Dalili ya pili. Dalili ya tatu, huyu mwanamke atakapokutana na mume wake hisi chote zaidi maumivu. Dalili ya nne. Dalili nyingine ya tano, ndoto zitakazomsumbua ni ndoto za kukutana na wanaume. Kwa anaweza kuota kwamba
amekutana kimwili na mwanaume amemjua au asiyemjua, dalili hiyo. Lakini bibi yake anaota anajifungua, ukaota usiku unajifungua uko leo, na unaweza kuota pia mjamzito. Sasa hizi nazo pia zimetofautiana. Wakati tutakapoendelea tutakuja kujifunza huko mbele ya safari. Hizi ni dalili za mtu aliyeshambuliwa na hizi roho. Kwa sasa ukiona hizi dalili zote, jua kwamba hapa kuna shambulio la shambulio la kiroho. Na ukishaona uko kwenye ndoa na unatamani kutoka kwenye ndoa kasi, kama wewe ni mwanamke, ngoja nikwambie, kabla hujafanya maamuzi, jua kwamba ndoa yako imeshambuliwa na adui. Dalili nyingine ni kutokushika mimba, kutokubeba ujauzito. Kwa unaweza usibebe ujauzito kabisa, au ukibeba ujauzito zile mimba zinatoka, au ukibeba ujauzito kuna watu ambao wanakuwa na mimba, ile mimba ina kawaida ya kuonekana na kupotea. Watu wa aina hii mtoto huwa hazaliwi, na kwa ni lile pepo linajitungisha mimba wakati mwingine, na wakati mwingine ile mimba inaondoka. Kwa hiyo kuna watu ambao kwenye hiyo scenario, kuna saa ukienda ataonekana mtoto, ukienda kumpima mtoto haonekani, mtoto amekaa tumboni. Mimi nilishakutana na mtu nikamwombea ana mimba miezi 11, ni mjamzito tu. Kumbe lile pepo linatengeneza ile hali ya kujitungisha mimba, na baadaye lile pepo linapotea. Kwa hiyo hii ni dalili nyingine ya mwanamke aliyeshambuliwa na nguvu za giza. Dalili nyingine ni kusumbuliwa na mfumo wa uzazi. Ni kweli kabisa, ziko changamoto za kibiolojia ambazo zinamfanya mwanamke apitie changamoto za mfumo wa mirija ya uzazi, lakini pia shetani anatumia hiyo kama silaha. Swali la msingi, kwa nini shetani atumie mfumo wa uzazi kama silaha? Iko hivi. Nguvu za giza au pepo wachafu, wao wamejitengenezea utakatifu wao. Naomba unielewe hapa. Wamejitengenezea utakatifu wao. Moja katika sifa za utakatifu wao, pepo mchafu hakai kwenye unajisi wa mkojo au kinyesi. Kwa hiyo kama huyu mwanamke anashambuliwa na nguvu za giza, kitakachotokea ni kwamba huyu pepo atahakikisha huyu mama hazai, kwa sababu akizaa kuna ile kukojolewa na mtoto, kuna ile kunyonyesha, kuna ile mtoto amemjisaidia mikononi mwake. Sasa mapepo hayo hayataki. Kwa ili asipate hiyo adha, yanafunga kabisa mfumo wa uzazi usizae kabisa. Ukienda hospitalini, ni kweli madaktari wataziona changamoto. Utaambiwa una shida hii, utaambiwa kuna changamoto hii, utaambiwa kuna shida 1 2 3 4 5. Lakini nyuma ya hiyo shida pia liko shambulio la kiroho. Unapaswa kufanya nini? Sikiliza hii tukusaidia. Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Unatakiwa kwenda miguuni pa Yesu kupumzika, kumtwika hiyo mizigo. Na Isaya 23:23 anasema, kwa hakika hapana uchawi wala uganga juu ya Yakobo. Neno wabii. Kuna watu wengi sana wanateseka na hivyo. Wengi sana. Na moja katika kitu ambacho kule mkoa wa Kagera ambacho ili nilisema kama ushuhuda, watu wengi walioko Kagera ambao wamejiunga na mkoa mpesa. Nakumbuka kuna dada mmoja alikuwa sehemu inaitwa Kayanga. Huyo dada yeye kila siku alikuwa anaota anajifungua kila siku. Na ngoja nikwambie kitu, akili za kawaida unaweza kuota unajifungua asubuhi kama hauna mtoto, lakini roho kweli umejifungua. Tumgana sana mgasa unaongea nini? Sikiliza. Tuna experience, watumishi wa Mungu tuna experience na hii. Kuna watu ambao walishazalishwa huko rohoni na wana watoto. Kwa wakati mwingine unaweza kuona ni ndoto tunaokamka huko sawa. Na ngoja nikwambie, ogopa ndoto unayoota na ukaamka asubuhi ukajikuta una feeling fulani za maumivu au za kitu kilichotokea katika hiyo ndoto na ukajihisi haupo sawa kutokana na ile ndoto. Unajua kuna ndoto ukiamka nasema ile ilikuwa ni ndoto, acha tu nioge. Iko ndoto ukiota
unasikia utofauti fulani katika mwili wako. Hiyo ni ndoto ambayo ina maana kubwa sana. Sasa ukiona hiyo ni nini? Angalia msalaba. Ndio maana Yesu alikufa msalabani. Naomba niseme hivi, kazi ya msalaba haikuwa rahisi. Kazi ya msalaba ilikuwa kubwa, kumkomboa huyu mwanadamu ili aweze kukombolewa, na si tu kukombolewa, aweze kuona msalaba wa Kristo katika maisha yake. Kwa hiyo hizi ni moja katika dalili ambazo mwanamke anaweza kupitia. Rafiki yangu, ukiona una hizi dalili kama mwanamke, usiridhike, usikae kimya, mtafute Mungu. Ingia kwenye maombi, tena maombi ya pekee wewe na Mungu wako. Sasa hapa nimezungumzia kwa upande wa mwanamke. Je, upande wa mwanaume dalili ni zipi? Namba 1, upande wa mwanaume dalili ni kwamba atapoteza kabisa uwezo wa kukutana na mke wake. Atapoteza huo uwezo. Kwa hiyo atakaporudi nyumbani atakuwa na visingizio. Kila akikutana na mke wake, leo nimechoka, nimepaswa sana mbao, nimetembea njia ndefu, tutaona kesho. Yaani yeye ni kesho, na baada ya hapo sasa roho ya uzinzi inaingia kwa mwanamke. Wako wanawake wengi wako kwenye ndoa, hawajakutana na waume zao zaidi ya miezi miwili, miezi mitatu, na inaonekana ni kitu cha kawaida. Ni kwa sababu shetani amekwisha kuwa zile sensa ambazo zinatakiwa ziwepo kati ya mke na mume. Dalili ya kwanza ya mwanamume ni kupoteza kabisa kumuona mke wake kama dada yake. Na kuna wanaume wengi wanalala sebuleni, na kama mko hapa, ila hapa hapo wengine hapo, lakini hapa kwenye Power Request kwa jina la Yesu iko hivi. Ukiona una hivyo viashiria, rudi miguuni kwa Bwana. Namba 2, ataota pia ndoto kama zile, kukutana na mwanamke kwenye ndoto, na ataota hivyo. Ndoto hizo zitakuja mara kwa mara. Lakini dalili ya tatu ni chuki isiyo na sababu kwa mtu wake. Ndio kwa mwanaume anamchukia mtu wake tu bila sababu, anamchukia na hataki kumuona, na hataki kabisa mazoea naye. Yes, ukishaona dalili kama hiyo, jua hilo ni shambulio la kiroho kwa mwanaume. Na pia mwanaume huyo akiwa katika hiyo hali, pia anaweza kashawishika kuanza mahusiano nje ya ndoa. Yaani shetani lengo lake ni kuvunja ndoa yako. Kwa mume wako akitoka nje ya ndoa, kwa shetani ana shida. Ataanzisha uhusiano huko nje, atazaa huko nje, atakuwa na uhusiano yenye nguvu huko nje, atalala huko, atashinda huko, ila kija nyumbani hana habari. Na ikifika mahali anaweza kahamia huko pia. Ndio maana utakuta ziko changamoto nyingi sana za wanawake waliotelekezwa na waume zao. Ziko changamoto nyingi ambazo wako wanaume ambao kutelekeza wake zao. Mimi nataka nimeanza huduma hii, zaidi ya wanaume 15 kutelekeza familia zao. Tuliomba kwa ajili yao na walirudi kwa wake zao kuendelea na maisha ya familia. Kwa hiyo na hapa ndipo shetani anafurahia. Anapoona wanandoa mnagombana, anapoona wanandoa mnarudishiana maneno, anapoona wanandoa mnakwazana, anapoona wanandoa hamuelewani, anapoona wanandoa mnarudishiana maneno kila siku, na sasa baada ya hapo hiyo ndoa itaelekea kwenye mauti. Sikiliza, nataka nimalizie kwenye kipengele hiki kwa kusema hivi, shetani pia, ziko ndoa nyingi ambazo shetani ametumia technique. Mwingine anasema mwinjilisi, tekniki gani? Utasema hivi, iko hivi. Shetani anaweza katengeneza trick. Mume wako akapangwa kikazi Kigoma, wewe ukapangwa kikazi Ethiopia. Sasa mnakaa, sasa jamani, mume wangu mimi naenda Kigoma na mimi naenda Ethiopia, itakuwaje? Unasema hamna shida, tunatafuta maisha, ona fulani tunalipa ada milioni 5. Yaani anatengeneza scenario, na ila mkitafuta uhamisho wa kuwa pamoja, changamoto zinaanza. Utasikia mkurugenzi hajasaini, mkurugenzi aliyetakiwa kusaini kafa ghafla. Utasikia mkurugenzi amehamishwa, tusubiri mkurugenzi mwingine naye akija na sheria zake, mwingine akija ndo anasema sitaki kabisa uhamisho kwenye ofisi. Yaani zinakuwepo sababu ambazo si sababu. Hii nimekutana nayo nikiwa pale Singida. Mama mmoja ametafuta uhamisho, tena ni walimu, uhamisho. Ameutafuta uhamisho zaidi ya miaka 6 ili akakae na mume. Miaka 6.
mpaka ikafika mahali mume wa huyu mama akatafuta mwanamke mwingine na akampa mimba. Sasa sikilizeni, hizi ni tekniki ambazo shetani anatumia. Biblia inasema iweni na busara, iweni waerevu. Biblia inasema uwe mwerevu, uwe na ufahamu, kwa sababu mshitaki wenu Ibilisi. Yaani nataka nikwambie hivi, Ibilisi ni mjanja kuliko unavyofikiria. Mjanja kweli. Siku nimejua shetani hana adabu. Kulikuwa na mtu mmoja anafanya kazi kwenye ofisi fulani. Sasa manager aliyekuwa anasimamia ile kampuni, huyu mwenye kampuni ni msabato. Sasa mwenye kampuni akawa na ushahidi kwamba manager yake amemuibia. Kwa hiyo huyu baba akawa anatafuta wale watu wa mahesabu, wale auditor, kwenda kuaudit ile kampuni. Unajua kila auditor akifika, kompyuta za ofisi yote haziwaki. Yaani shida ijulikana. Mafundi watakesha, watafanya. Wale mafundi tu wakivuka barabara wakiondoka, kompyuta zote zinawaka. Wakirudi zinazima. Yule mkurugenzi akaniuliza, siku ya kwanza ikatokea, siku ya pili ikatokea, nikamwambia sikiliza mheshimiwa, mwambie tu huyo meneja wako apumzike kazi kwanza, apumzike, asije ofisi. Na kweli alipoacha kwenda ofisini, kompyuta zikafanya kazi, na kweli ikagundulika kulikuwa na upungufu wa karibia milioni 200 za Tanzania. Akaumia, lakini nikamshauri, nikamwambia unajua vitu vingine basi muangalie Mungu kuliko muangalie binadamu. Usije ukamkosea Mungu, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kukurejeshea kila kitu ambacho umekipoteza. Kwa hii ni sehemu ya wanandoa. Naomba nikwambie kitu kimoja, rafiki yangu na mwana wa Mungu unayenisikiliza. Katika ndoa yako, omba Mungu akusaidie. Hii roho inazitesa ndoa nyingi, sio za wapagani tu, hata za Waadventista wa Sabato wenzetu zinateseka. Ziko ndoa zinapumulia drip kabisa, zimekiwa drip, yaani saa yote inakata roho. Ziko ndoa hizo. Na ukitukuta kanisani, wala hatuna shida za ndoa. Kanisani tumesimama, tunaimba, tunasifu, tunatoa sadaka. Utaona kama mume wako akipangwa kuhubiri au mke wako, jamani niko na sweetheart wangu hapa, niko na ni baby wa hapo madhabahuni tu. Wakifika nyumbani ni chui na panya, mmoja analala uvunguni, mwingine analala kitandani. Yaani iko hivyo. Yaani mwingine analala, mwingine anatamani hata aende tu chooni ajifungie tu, awe amekaa tu chooni masaa yote mpaka pakucha. Lakini ni nini sasa? Ndivyo shetani anavyotengeneza familia na ndoa ziwe hivyo. Usikubali ndoa yako kuwa hivyo. Usikubali. Napoingia kwenye maombi, nataka nikwambie kitu kimoja. Mungu anaweza kurejesha tabasamu katika familia, lakini pia Mungu anaweza kurejesha tabasamu katika ndoa yako. Mungu anaweza kurudisha tabasamu katika maisha yako. Sasa sehemu ya 8 tunakuja kuangalia wale wasiopata wenzi wa maisha, namna hii roho inavyokuzuia kupata mume au kupata mke. Namna hii roho inavyoweza kuzuia hatima yako. Roho hii pia imesababisha ugumba, utasa katika ndoa. Nini kifanyike? Namuomba Mungu, kabla sijamaliza series hii, nije niombe kwa ajili ya wale ambao hawana watoto. Niombe kwa ajili ya wale ambao wako kwenye ndoa na hawana watoto. Natamani sana nije niombe juu ya hilo. Na uhakika kabisa katika kuomba juu ya hilo, Mungu ataenda kujitwalia utukufu. Kwa roho hii imekuwa changamoto kubwa sana. Kuna wanaume wako kwenye ndoa, hawawaoni wanawake zao kama wake, ila wanawaona wanawake zao, anamuona mke wake kama adui. Ndoa hizo nimekutana nazo nyingi sana kwenye utumishi. Ziko ndoa kabisa, mwanamume akifika nyumbani anamwangalia mke wake kama anamwangalia shangazi yake aliyemzaa shangazi yake. Yaani hajui kama ni mke wake. Hajui. Tena saa nyingine amesahau. Lakini si akili zake, si fikra zake, si mawazo yake. Ni roho ikishaingia kwenye ndoa inakwenda kusababisha hizo athari, na ndoa
nyingi zinapita kwenye mfumo. Uzinzi uliokithiri kwenye ndoa ni kwa sababu ya mapepo yaliyoshambulia hizi ndoa, na haya mapepo yameshambulia hizi ndoa na kuwafanya wanaume kubadilika. Wako wanaume wamebadilishwa na mapepo kabisa, wamebadilishwa na mapepo. Wako wanaume mapepo yanawachukua na yanawapeleka mpaka baa kunywa pombe ili tu ndoa ikose amani. Na sasa ndio maana mara nyingi wanasema hakuna mtu yote leo, mtu wa maombi asiyepigwa vita. Hakuna mtu wa maombi asiyepigwa vita. Ukiona upigwi vita, my friend, maombi ni moja katika vitu vinapigwa vita sana, hata makanisani. Watu wengi wanaoomba kanisani kwanza wanaonekana gani? Mama ni maskini. Yaani wewe angalia tu kwenye kamati zinazosomwa kanisani. Tunaomba tusome kamati ya maombi. Angalia wale watu wanaosoma kwenye kamati ya maombi. Kanisa linawatazama kana kwamba ni watu waliopata ajali wakanusurika. Yaani si watu wanaoonekana kupewa kipaumbele. Lakini unadhani ni kwa nini? Ni kwa sababu shetani amepofusha fikra zetu, amepofusha mawazo, amepofusha akili zetu, na watu waendelee kuteseka kwenye dhambi na kuhangaika. Usiku huu na mchana huu, kwa jiografia za nchi ambazo tupo, nataka tukaingia kwenye maombi. Haleluya, haleluya. Mungu awasaidie. Wako wanaume wako hapa hawakutani na wake zao. Mwanamke ana sababu tu, ama sababu nzuri sana. Pepo hili pia linasababisha wanandoa kuwa masikini, linatapanya uchumi wa familia. Jamani, naomba Jumatatu nitakuja kuzungumzia namna ambavyo pia hili pepo linahusika katika kuleta changamoto za umasikini kwenye ndoa. Roho Mtakatifu ananituma. Alex, uko pamoja nasi? Kama Alex upo, tafadhali. Alex, kama umejoin waweza kusema. Tunaingia kwenye maombi. Basi hayupo. Nitaomba wafuatao siku ya leo watuongoze kwenye maombi. Wafuatao siku ya leo watuongoze kwenye maombi. Naombeni sana muombe Mungu akafungua hizi ndoa. Nikuombe Pauline, jana ulituombea, pia leo utatuombea. Tupatie ombi. Mungu abariki ndoa za watoto wa Mungu, na Mungu akalete utulivu katika hizo ndoa, amani katika hizo ndoa, na Mungu akajiinue kwa namna ya pekee sana katika hizo ndoa, ili jina la Bwana likaweze kutukuzwa katika familia hizo au familia zetu. Najua kabisa kwamba watu wengi wanashindwa kujoin kwa sababu ya bando. Yes, watu wengi ndio maana tunajitahidi kurekodi ili wengine wanaokuja baadaye basi waweze kubarikiwa juu ya kile ambacho tumejifunza. Lakini jitahidi tukipata muda, tunza bando lako vizuri, itakusaidia. Kuwa live hapa pia itakusaidia. Kwa dada yetu Pauline utatuongoza kwenye maombi hayo, na Mungu wa mbinguni akubariki. Nimemwona mtumishi wa Mungu hapa, sijui kama atakuwa tayari kutuombea. Ana jina gumu kidogo kutoka kule Burundi. Jina anaitwa Apollinaire. Uko pamoja nami kaka? Nipo. Okay. Utaomba pia kwa ajili ya ndoa. Jina lako kidogo kulitamka kama nimelikosea, naomba unisamehe. Kwa dada utaomba, na huyu Apollinaire ni misionari, yuko Burundi. Kuna siku atatupa ushuhuda zake kule Burundi. Ameanzisha huduma yake ya maombi. Sio Burundi, samahani, Kongo. Ni Kongo. Ndio, Kongo, Bukavu. Yeah, yuko Bukavu. Kwa hiyo ameanzisha huduma yake ya maombi kule, na mara nyingi sana anachukua masomo haya na kuyatuma kwenye nani zake, na watu wengi sana kule Kongo wanabarikiwa kupitia. Ni mwinjilisti, lakini pia ni mfanyabiashara. Yuko mpakani mwa Kongo pale na Uganda.
lakini ye maisha yake hasa ni kule Bukavu. Basi niombe hawa niliowateua leo kutongoza kwenye maombi, mtuombee. Na baada ya maombi hayo nitakuwa nawakaribisha kwenye Jumapili asubuhi, na siku ya Jumatatu nitaendelea sehemu hii, nitaanzia nilipoishia, kuja kuona namna roho hii inavyotapanya uchumi wa familia. Ni kuombe, alika ndugu yako, alika rafiki yako, linki zetu ndio hizo, tuma kwa watu waje wafahamu siri hizi ambazo ni muhimu kuzifahamu. Karibu dada kuomba, na baada ya hapo mtumishi wa Mungu kutoka Kongo utatuhitimishia. Asante mchungaji. Tuombe. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we come before you this evening. We thank you for guiding us through this reading of these prayers this evening. Father, Lord, have mercy on us. Have mercy on your children, Father. Forgive our sins, Father, Lord. Heavenly Father, protect us from any evil, Father, Lord. Father, Lord, guide us through these tough times that we are going through. We are your children. We are sinners. We come before you with a humble heart. Forgive our sins, cleanse us, wash us, and accept us back as your children. Father, have mercy on our marriages. Bless our marriages, Father. Stand with our marriages, Father, Lord. Any evil spirits that are affecting our marriages, any evil spirits that are affecting our lives, Father, Lord, look on us, have mercy on us. Protect our marriages. Whatever is going on between our marriages, whatever is going on between your children, Father, Lord, please, Father, bring peace. Bring peace in our marriages. Bring peace between your children. Bring love between your children, Father, Lord. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, Muumba wetu uliyetumba kwa mfano wako, naleta shukrani nyingi mbele zako kwa sababu ya kipindi hiki. Ulitaka kupitia njia hii dunia iokolewe. Ulitaka kupitia kipindi hii dunia iponyeshwe na magonjwa, matatizo, vifungo mbalimbali vinavyofunga ndoa zetu. Asante Bwana kwa sababu unajiteulia watumishi huku na kule ili kwamba washughulikie kondoo zako. Asante Bwana kwa sababu uliunga grupu hii ili kwamba isaidie sisi tulio wanyonge na wadhaifu kwa njia ingine na ile. Na leo hii mashauri haya yote tunayoyapata, kwanza naombea mitambo, sababu adui hapendi mitambo hii ipaze sauti vizuri. Lakini nakushukuru kwa sababu kila siku unapiganisha ili kwamba iboreshwe, jina lako litukuzwe milele. Asante kwa yeyote aliye ndani ya kikundi hiki. Wengi Bwana ungelitamani wajiunge pamoja na sisi, lakini haiwezekani kwa sababu ya uchumi. Uwezo unapokuwa ni wahafifu, hawajiunge na sisi. Na sisi ambao tumejiunga hatuko wazuri kuwapita, lakini pia tusaidie tuponyeshwe kupitia dawa hii tunaipata kila siku. Bariki mtumishi wako Muhammad ambaye anajitoa muda wake, nguvu zote, uchumi anatoa ili tuponyeshwe. Baba mtakatifu na Mungu wetu, wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu tena sana.
uinuliwe juu mbinguni, na kila siku jitukuze ili kwamba watoto wako wasipungukiwe. Ndoa zetu ziimarishe kila siku ambazo ulizijenga katika Edeni, ukazibariki, alafu ukatupa Sabato, na saa hizi tuko kwenye masaa za Sabato. Anza uumbaji mpya ndani ya ndoa zetu ambazo zimetatizwa na huu mwovu Shetani. Anza tena upya ndani mwetu ili changamoto hizi ama magonjwa haya ambayo inatatiza watoto wako tangu sasa ikomeshwe katika jina la Yesu. Tunatamani tupate ushuhuda siku zijazo, ushuhuda ya kwamba ndoa zetu zilikuwa na matatizo haya na leo umeziponyesha. Tumetambua kwamba adui huyu amevunja ndoa nyingi, amevunja hata uchumi, amevunja njia nyingi, hata uzazi wengi wamekosewa. Asante, asante, asante sana. Mengi tulikuwa hatujui, lakini umeifunua kwa mtumishi wako. Kweli utukufu na heshima ikudilie milele. Katika saa hizi Mungu tunakuomba ubariki mahitaji yetu yote na uweke nguvu ndani mwetu kila siku tushiriki maombi haya. Na zaidi sana tupane ushuhuda huu kwa wengine ambao hawajapata neema hii. Neema yako Mungu iwe nasi usiku wote mzima. Na zaidi sana ilinde watumishi wako wote wanapojitoa kutuombea. Asante kwa sababu utaendelea kutushiriki kila siku, na tangu sasa hata milele. Ndilo ombi letu katika jina lako Yesu. Amen. 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 Sana kwa masaa haya, na kwa neema ya Mungu tutafunguliwa. Mimi namuona Mungu akuatendea vitu sana. Amen. Teni macho. Amina. Amen. Kienda kufanya kuwa watu wa Amina. mpaka hiki mpaka tatu kwa neema ya Mungu, na muwe na usiku mwema.